Nilikuwa namwambia Mungu approve kwanza washikaji zangu. Na by the way mimi hakuna maisha magumu niliishi kama kipindi chenye nimeokoka. Kwa sababu nakumbuka mimi hata kuhama maskani walikuja kunihamisha wale jamaa zangu. Walikuja magetoni, walikuja huko. Bwana inabidi uondoke kwenu. Nikiona kwa mzee pale chumba ni kikubwa kabisa, aninyanyasi. Chakula wananiwekea kwenye hotpot, niondoke sasa hivi niende kwanza kuteseka. Jamaa yule mmoja anaitwa Ima alikuwa anakaa Mabatini. Kile chumba kodi ilikuwa 20,000. Sasa kodi yake ilivyobaki miezi mitatu akasema mimi nahama naenda kwenye chumba cha huyu tumuhamishie humu. Mimi nikaanza nikipata hela wa 12 nahama. Wakaza tutakupeleka. Kwa siku hiyo amekuja na bajaji nyumbani. Jioni nakumbuka mida fulani ya saa 11. Mama tumekuja kumchukua huyu amepata chumba. Nikamwambia mimi sijapata chumba, sasa kipo ameshakipata. Itabidi nimwambie Maza mimi naenda kupanga. Maza unaenda kupanga una nini? Ambia mimi nitapambana. So unajua kila Maza anamjua mtoto wake. Akaona huyu amekurupuka. Maza akanipaga sefuria 2, ndoo moja nyekundu kubwa ile. Alafu na vikombe vya udongo 2 na vijiko 3. Alinipa vijiko 2. Yaani mama ina maana alikuwa na machale. Sasa huyu atapata mwanamke. Kwa hiyo unaona akanipa vitu pea. Kila vitu 2. Kipindi hicho ulikuwa na umri gani? Hapo ni mkubwa na wewe. Sasa kama nimemaliza 2010 form 4 hiyo 2018 17 nazungumza. Kwa umri ulikuwa tu mkubwa kwamba kama ningekuwa na haraka ningekuwa hata na watoto 2 kipindi hicho sasa. Unaona? Kwa hiyo mimi kile kitendo cha wale kuja nyumbani kunichukua wakati namwaga Maza akasema sasa hapa kuna godoro liko huko. Unajua mama akianza kutengenezea kadeni anasema ili godoro ila sio letu, ni mtu nimemwekea. Kwa hiyo nilinunua 170 utanirudishia. Sasa mama ina shida. Basi wale wakakuja na bajaji, tukapeleka godoro. Mimi nikashuka na ndoo, wenyewe nimewaacha kwenye bajaji, wenyewe wakapandisha nyumbani. Wameniacha mimi kwenye bajaji, wameenda kufuata vyombo. Wanarudi eti mbona sio huko? Nikasema twende.